Siku moja bwana, mwaka 1974 ndipo Idi Amin Dada akajichanganya. Siku hiyo aliamka na wenge zake mwenyewe, akajaribu kuchezea mustachi wa Mwalimu Julius Nyerere, akasema kuwa mkoa wa Kagera ni mali ya Uganda. Januari 1979 Mwalimu akasimama, akaweka kifimbo chake kwa pani, akaitisha majemadari wake wa jeshi, kisha akawatuma wanaume kazini. Jeshi la Tanzania likaunganisha nguvu na jeshi la ukombozi la Uganda UNLA. Enzi hizo lilikuwa na vichwa kama Milton Obote ambaye aliyepinduliwa na Idi Amin na wenzake Tito Okello, Yoweri Museveni na wengineo. Shilingi ikapinduka kwa Idi Amin bwana, na hakuamini macho yake. Mpaka kufikia April 11 mwaka 1979, jeshi la Tanzania likamng'oa madarakani nduli Idi Amin Dada. Idi Amin kwa fedhea akaona mikwara yake haina msaada tena, akakimbilia mafichoni, akaona Mwalimu akinitia mkononi shughuli yake itakuwa si mchezo. Break ya kwanza akakimbilia Libya kwa sahiba wake kipenzi Kanal Muammar Gaddafi. Kisha baadaye akaenda Falme za Kiarabu huko Saudi Arabia na kuishi katika mji wa Jeddah. Huko akaishi maisha ya amani na furaha kwenye kilele cha ghorofa ya hoteli ya kifahari iitwayo Novotel. Akajiburudisha kwa kuimba na kupiga accordion na kisha kuogelea na kuvua samaki. Na pia Idi Amin akapenda sana kuangalia TV, hasa mambo ya michezo na habari za huko Uganda. Lakini hakusahau madudu na ukubwa wa dhambi alizozifanya. Akakumbuka kumrudia Mungu wake. Sasa akiwa huko Saudi Arabia, Idi Amin akatumia muda mwingi kufanya ibada na kusoma Qur'an. Inawezekana Idi Amin akawa ndio mtu aliyeongoza kwa kwenda kuhiji Maka. So unajua ukienda kuhiji unafutiwa dhambi zako zote. Sasa tusishangae baadaye tukipishana na bwana Idi Amin Dada kwenye mitaa ya peponi. Inaaminika alikwenda kuhiji Maka karibuni mara 50. Afadhali alikumbuka kumrudia Mungu na kuiosha mikono yake iliyokuwa imejaa damu za dhulma na uonevu. Julai 19 mwaka 2003, mke wa 4 wa Idi Amin aliyeitwa Nalongo Madina akaipa dunia habari kuwa Idi Amin yuhoi mahututi kitandani akipumulia mashine katika hospitali ya Mfalme Faisal. Figo zake zilifeli. Baada ya Idi Amin kupumulia mashine kwa wiki kama 3, Agosti 16 mwaka 2003, familia yake ikatoa ruhusa mashine inayompumulisha izimwe, na hapo Idi Amin Dada akaaga dunia akiwa na miaka 78. Idi Amin akazikwa katika makaburi ya Ruwaisi huko Jeddah, Saudi Arabia. Watu wanasema kaburi lake liko simple, wala halijapambwa kama makaburi ya watu wengine maarufu, na hata msiba wake haukuwa na mambo mengi wala watu wengi waliohudhuria. Yaani mpaka leo watu wakisikia dhambi alizozifanya Idi Amin wanaulizana, hivi Idi Amin alikuwa na nini? Wazungu wanasema Idi Amin alikuwa na ugonjwa wa akili. Hakuwa mzima yule bwana. Wanadhani alikuwa na shida ya akili itwayo delusional disorder, ambayo dalili zake ni mtu kutokuwa na maamuzi ya busara, lakini pia kuwa na mudi za hovyo. Japo pia watu waliokuwa karibu naye wanathibitisha kuwa moyoni mwa Idi Amin zilijikita hasa imani za kishirikina. Alikuwa akiwaamini sana waganga wa jadi. Wengine wanaamini hao waganga walichochea kwa kiwango fulani kufanyika kwa mauaji aliyokuwa akiyatekeleza.